Ngoringisha inai ati arawura sirpala inai yangara la yakingi na inai yangare naari nemeeta nataasa nari ngara inai nakaseka nanu bidu angori nakaseka nanu bidu ari. Penzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, karibu tena kwenye meza yetu ya habari, na muda huu tunayo habari inayohusu mbunge wa jimbo la Ngorongoro Bwana Emmanuel Shangai kutiwa mbaroni kwa ajili ya uchunguzi juu ya maneno aliyoyazungumza siku za hivi karibuni kuhusu kilichoendelea muda baada ya mzozo kutokea Loliondo. Kabla hatujasonga mtazamaji, napenda kunukuu kauli yake aliyoizungumza ambayo ndio chanzo cha kukamatwa kwake, kisha tutaendelea. Mbunge Emmanuel Shangai wa Ngorongoro alisema viongozi 10 katika wilaya hiyo akiwemo mwenyekiti wa CCM wilaya ya Ngorongoro Ndirango Senge hawajulikani walipo tangu walipokamatwa siku 4 zilizopita wakiwa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ngorongoro walipoitwa. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari aliwataja viongozi wengine kuwa ni pamoja na madiwani Luka Krusasi, Moloimenti Saingeu, Matthew Siloma, Rago Mbeka na Joel Rayson. Wengine ni Simon na Iriam, Shengena Kirel, Kijol Kakia na Rebecca Leshoko ambao nao pia ni madiwani. Viongozi wenzangu hawa waliitwa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ngorongoro kwa kigezo kwamba wangeenda kushauriana vizuri namna ya kuifanya kazi hii ya kuweka mipaka, lakini walihojiwa mpaka saa 6 na mimi nilikuwa nafuatilia. Baada ya hapo sikujua nini kiliendelea, nikaja kupata taarifa kuwa hawajulikani walipo, alidai mbunge huyo kwenye taarifa yake. Mbunge Shangai alitaka aelezwe walipo viongozi hao na kwa nini watu wakamatwa wakiwa kwenye vikao vya kisheria vya halmashauri na kupelekwa kusikojulikana. Kama kazi hii ni shirikishi, mbona mbunge aliyepo ndani ya jengo la nchi hana hata taarifa? Alihoji mbunge Shangai. Mbunge huyo pia alidai wananchi 31 wajeruhiwa vibaya wakati wa kazi ya uwekaji wa alama za mipaka kwenye ardhi ya vijiji inayoendelea Ngorongoro. Wananchi hao wanapatiwa huduma nchi ya jirani ya Kenya baada ya kunyimwa huduma zahanati ya Osero kata ya Ololosokwani bila PF3, na waliowapiga ndio walitakiwa kutoa PF3, alidai mbunge Shangai. Katika taarifa hiyo mbunge huyo alidai kuwa majeruhi hao baada ya kugomewa wakaamua kwenda Kenya kutibiwa. Waliopigwa hawa ni wapiga kura wangu halali na sio wa Kenya, alidai mbunge Shangai. Baada ya mbunge Shangai kuyasema hayo, mkuu wake wa mkoa alimjibu. Akizungumza swala hilo, mkuu wa mkoa wa Arusha John Mongela alisema hana taarifa zozote kuhusu wananchi hao kukimbilia nchi jirani ya Kenya kwenda kupatiwa matibabu. Hata hivyo, Mongela alihoji kitendo cha wananchi hao kukimbilia nchi jirani wakati hapa nchini kuna taasisi mbalimbali kama vile makanisa, misikiti, lakini watu wanaondoka bila kutoa taarifa. Hilo siwezi kulisemea kwa sababu sina ushahidi wowote wa mtu yeyote aliyekimbia wala aliyelalamika. Kwa hiyo mimi kusema inakuwa ngumu kwa sababu hakuna ushahidi, na hata hiyo statement, taarifa ya mbunge ndio naisikia kwako. Mimi sijaisikia kokote. Niko huku porini, alisema mkuu huyo wa mkoa Mongera. Alisisitiza kwamba wananchi wamekuwa wakielimishwa kuhusu umuhimu wa maliasili zao kwa maslahi ya taifa. Ndio maana viongozi kuanzia ngazi ya wilaya hadi waziri mkuu wameenda huko kuzungumza nao. Hayo ndiyo yalikuwa maneno ya mbunge Shangai wa Ngorongoro, yakiwa yameambatana na majibu ya mkuu wake wa mkoa kuhusu aliyoyazungumza. Sasa muda huu tumeweza kupata taarifa inayosema kwamba mbunge wa Ngorongoro Bwana Emmanuel Shangai amekamatwa na askari alipokuwa katika majukumu yake jimboni kwake na kufikishwa katika kituo kikubwa cha polisi mkoani Arusha.
Taarifa kwa undani zinasema mbunge Shangai wa Ngorongoro ameshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi wa kile alichokinena kuhusiana na kilichoendelea muda tu baada ya mzozo kutokea Loliondo. Kupitia taarifa hizo za kukamatwa kwa mbunge huyo, tuliweza pia kufanya utafiti ili kujua kama mbunge huyo amekamatwa kweli au la. Tuliweza kuzungumza na baadhi ya watu katika jimbo hilo, lakini wakasema taarifa hizo hawana, isipokuwa wanajua kuwa mbunge huyo yupo bungeni Dodoma akiendelea na majukumu yake. Mtazamaji, je, unahisi mbunge huyu atakuwa wapi? Maana jimboni hayupo, bungeni pia inasemekana hayupo. Na kama atakuwa amekamatwa kweli, unahisi ametendewa haki? Hebu acha maoni yako hapo chini kwenye upande wa comment. Asante.